yako mengi, maana ukombozi wa Kristo uko mahali hapa jioni ya leo. Neema ya Bwana iko mahali hapa jioni ya leo. Kuna mtu mmoja anaokolewa jioni ya leo. Kuna mtu mmoja anabadilishwa jioni ya leo. Kuna mtu mmoja anageuka jioni ya leo. Kuna mtu mmoja anampokea Kristo jioni ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunamhubiri Yesu mwana wa Mungu, Yesu ambaye alichukuliwa mimba na uweza wa Roho Mtakatifu. Malaika Gabrieli akaenda katika kijiji kimoja kiitwacho Nazareti, akamtembelea bikira mmoja. Maana ya bikira ni maana kwamba mwanamke huyu hakulala na mwanaume hata siku moja tangu azaliwe, toka tumboni mwa mama yake alikuwa mjuu mwanaume kimwili. Gabrieli akamwendea, akabeba ujumbe wa Mungu. Mungu alipoona kwamba dunia imechafuka, Mungu alipoona kwamba dunia imechafuka, dhambi za wanadamu zikafika mezani pa Bwana, ndipo Mungu akapapasa papasa, akaangalia ni nani ambaye anaweza kubeba ujumbe huu, anaweza kumbeba Yesu mkombozi wa ulimwengu. Akamuona mwanamke mmoja bikira ambaye hakumjua mwanaume. Gabrieli akaenda kwa maagizo ya Bwana, akamwambia Mariamu, umepata neema machoni pa Mungu, manake umependelewa wewe, umekubaliwa wewe, kwa kuwa Mariamu alikuwa ni mtakatifu. Gabrieli akamwambia, nimekuja kukupasha habari kwamba utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na hicho kitakachozaliwa ndani yako hakitaitwa kiovu, bali kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu aliye juu. Uwezo wake utakuwa mabegani mwake, ufalme wake hauna mwisho. Tena atawachunga watu watakokubali kutembea naye. Yesu alipozaliwa kwa Mariamu akaanza kuhubiri Injili. Vipofu wakaanza kupata kuona, viwete wakaanza kutembea, viziwi wakaanza kusikia. Kwa jina la Yesu naachilia roho ya kufunguliwa juu ya kipofu mmoja hapa. Kwa jina la Yesu naachilia roho ya kufunguliwa juu ya kiwete mmoja hapa. Kwa jina la Yesu mtu ambaye sikii, naachilia roho ya kufunguliwa. Pokea, 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 pokea. Wewe ambaye hausikii neno la Mungu, shetani amekamata masikio yako, naachilia roho ya kufunguliwa. Bwana kufungue jioni ya leo, Bwana kufungue jioni ya leo. Acha kusalau watumishi wa Mungu, acha kusalau wateule wa Mungu, maana Mungu sio mjinga, ili waokoe wengine wapate kuhubiri habari ya toba, ili watu wameokoa Mungu. Amina. Kama sio watumishi wa Bwana, kama sio yule askofu, ili mimi nihubirie neno nisingeokoka. Amina. Hakuna malaika utakayemuona kutoka juu mbinguni akakuhubiria neno la Mungu kaokoka. Watakaosema na wewe habari za neno la Mungu ni wanadamu kama mimi, ni wale ambao unakula nao pamoja, ni wale ambao unasalimiana nao, ni wale ambao unawadharau, ni wale ambao unauza nao biashara. Hao ndio watakao kuhubiria neno la Mungu ili utubu, wala sio mtu aliyekufa makaburini amezikwa miaka 5 iliyopita. Hapana, yupo mwanadamu ambaye amemwandaa jioni ya leo. Yuko mtumishi wa Mungu, yuko mahali hapa, amebeba ufalme wa Mungu mahali hapa, amebeba utukufu wa Bwana. Nimembeba Yesu, nimebeba neema yake, kwamba nimhubirie mtu mmoja atubu, ateuke, ache dhambi, ache maovu. Wewe ukiamini tu, wewe ukiamini tu, ukakiri jioni ya leo kwamba kweli Yesu ninakupenda, apende, ukaamini kutoka moyoni mwako. Neno la Mungu linasema katika Warumi 10 mstari wa 9 anasema hivi, kwa sababu ukimkiri Yesu na kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kwamba Bwana alikufufua katika wafu utaokoka. Amina. Kinachosababisha mwanadamu aokoke ni imani ya kumwamini Yesu, si imani ya kuamini wakanga wa kienyeji, si imani ya kumwamini mwanadamu, si imani ya kuamini wa mapepo, si imani ya kuamini wachawi. Mwamini Yesu, maana imani hii ilianza na Yesu. Yesu ndiye aliyeanzisha imani hii, kwamba watu waige kwake, watu wamwamini yeye, watu wamkubali yeye, ndipo watakapomuona Bwana. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mfagie Yesu makofi yako mengi. Amina. Naomba mtumishi wa Mungu, kwa nini Mungu ananipa hili neno? Anajua. Hebu nifungulie neno la Mungu
katika Mathayo